ngibona isithombe kuphela zakho umame khale busuku mina ngibuza ngaphakathi ngabe moneni mina kungani ungangifuni ingabano yakho nomama ayifaki mina phakathi ngisengane ngenakala ifuna nje ukubizwa my child ifuna ukuzwa izandla zakho noma kube kanye empilweni ngibuke emnyango njalo ngithemba uzobuya namhlanje kodwa izinsuku ziyadlula ngisalinde uthando Bagamoyo jimbo lipya, Bagamoyo kumechangamka. Nini manake baba padri? Nyinyi ndio mtakuja kuwapokea hawa. Na bahati nzuri tuseme tu kweli. Mimi napenda kuwa mkweli. Hata nikizungumza ukichukia tu ndio kulia. Hakuna watu wanaochangia vizuri kwenye hizi parokia. Wawata mnajua. Kama kina nani? Wachaga. Kama kina nani? Wachaga. Baba mtaji. Baba nafikiri maana yake umeelewa baba. Hao watu 3000 wanaokuambia ni mtaji. Nao 3000 hao ni wa mwanzo. Maana kuna mtu mwingine anaweza akasema unaweza nini ile ya kuonyesha kwenye group. Yaani watu wanapojisajili kuomba viwanja. Ngoja nimpe mtu hapa ili muone, sije mkasema huyu katibu gari lisogee huko tunapitia huko. Nataka nimpe mtu asome hapa. Wanaohitaji viwanja katika mradi wa Chalinze Msolwa New City. Baba Paroko niwaambia hapa. Sisi wa Kibosho ndio tumekuwa mfano. Tukishakuja sisi tukakaa hapa, watakuja wenzetu wa Marangi, watakuja wenzetu wa Kiruavunje, watakuja wa Uru, watakuja wa Olimoshi, watakuja wa Machame, watakuja wa Roma. Hapa ukija mkasema huyu sio anabagua. Kwa hiyo wanajua nini maana ya kutoa. Sehemu nyingine ilikuwa imechelewa. Kwa hiyo huku sisi tutajaa baba. Huku mtatuchoka. Baba, asante. Kwa hiyo baba, tuna hawa alafu kuna wengine group moja liko Arusha. Ni wote ni Wakatoliki. Tumechanganyikana, kuna Marangu, Uru, Kibosho, wapi. Wanaitwa marafiki miaka 800. Hivi viwanja vilivyozunguka ile eneo kasoro ile block ambazo nimekuonyesha, wote ni vya kwao. Sawa baba. Kwa hiyo uone tuna mtaji mkubwa kiasi gani hapa. Eneo tunalokwenda sasa hivi ndio ile eneo ambalo ni la Wakibosho, ambalo lina mitaa ambayo inaitwa majina yao kabisa. Ndio tunaelekea pale, lakini kuna eneo pia la kanisa pale kubwa sana. Sasa kwa kuwa uko hapa kwa niaba ya baba askofu, na kuomba na ufike pale kuonyesha maeneo mawili makubwa ambayo yamechaguliwa na mwenyekiti wa wale jimbo, ili na wewe uyaone sasa. Alafu sasa sababu katibu yuko hapa na mratibu yuko hapa, unaweza ukasema neno pale, wanaweza kaanza kufanya mambo, kile kiwanja kikaanza kufanyika mambo mengine pale. Haleluya. Na kingine nilikuwa nakwambia toka mwanzoni, siku tutapokutana wa Kibosho pale wote, lazima baba askofu aje kufanya misa pale. Na baba Paroko amebariki eneo la kwetu. Yaani Mchaga sisi kwetu Mchagani. Sisi kwetu ndio Paroko eneo hili. Sisi kwetu Mchagani. Yaani Mchaga fanya chote. Lakini usiguse padi, usiguse sisi. Yaani sisi Mchagani. Yaani padi akitamka maneno ambayo sio mazuri kwako, tunaamini kile kitu kinapata nini? Laana. Kwa hiyo Mchagani tunaogopa hivyo. Ukisikia alikuwa na mubia, maana mubia ni padi. Nyaga wangu na mubia. Baada ya tangaza kanisani, anamtaka. Amefanya? Bado kuna ile hofu. Sababu ile tofauti na maneno wale baba tujaga kipindi tukapita huko. Hata na baba askofu tulipitaga huko tulipita huko. Jamani, nyinyi mko karibu na askofu wa nani? Wa Morogoro pale. Gari zilikuwa zimesimama pale, kuna uwanja nilionyesha pale nyuma. Ile ni eneo la jimbo la Morogoro. Kwa hiyo mko pale jirani na nani? Sisi tumeelewa vizuri. Mmekaa sehemu nzuri Kwa hiyo baba, hili kuna jambo namaliza kule. Sasa hivi tukienda vijana wanapanda dikoni kule.
Baada ya Bicon ni approve, baada ya approve tutaandaa mapema hiyo mkutano. Naomba tuingie kwenye magari sasa, tuende kwenye maeneo mawili sasa hivi tunatembelea baba. La kwanza liko hapa ambalo la kanisa Katoliki. La pili tunakwenda la kanisa Katoliki ambalo ndio tunaanza. Nakupongeza kwa shughuli, kazi nzuri hii, na ni eneo nzuri kwa sababu ardhi ni asset ya maisha. Ndio baba. Ndio maana tunaona pole asili, lakini baada ya miaka 20-30 kule tutakuwa tofauti sana. Mimi nakumbuka nilipokuwa Rufiji nipangiwa prokea ya kwanza kufanya utume, ilikuwa ni Kwiriri 2017 kwenye kanisa kadogo pale, na wenzangu na mafuji za mauaji sana kule. Ndio. Nikaenda Kwiriri pale nikaanza kufanya utume Utete. Unavuka na Pantoni pale. Na sasa ndio daraja la Mkapa pale. Kabla hapo ulikuwa unavuka na Pantoni pale. Before kabla daraja la Mkapa. Kwa hiyo naenda kule nakabidhiwa eneo la kujenga nyumba ya padri kule Utete. Ndio. Polini kweli nikasema huko nitaweza, lakini nikasema wamishonari alianza hivi. Ni kwa sababu jirani yangu kabisa ikawa kilomita 1.5 ndio jirani. Poli tu. Lakini baada ya kuanza miaka 3 nimechimba maji, nikapata maji chini ya ardhi. Miaka 5 nimehamia, sasa nimeacha watu wengi kweli. Ishakuwa mjini. Ndio. Na wasikia ndio nimesecure ile ekari 30 eneo la kanisa. Na sasa hivi kwa sababu wanataka kuvamia kitu ishali secure tena. Sawa sawa. Kwa ardhi ni asset ya maisha. Kwa sababu kama kanisa ni taasisi, unaangalia miaka 200 1000 huko mbele. Kwa hiyo ndio maana kama ni taasisi, nini nikasema kwa sababu ni taasisi. Ndio baba. Taasisi sio mimi tu. Taasisi na ni generation na generation. Kwa hiyo ardhi yenyewe ipo expire. Nashukuru sana. Kwa jambo la muhimu sana. Kwa hiyo tunawapongeza, kwa hiyo WAWATA kazi kwenu. Kazi kwetu. Kwangu mimi naona ni heshima kubwa kwamba chama cha kitume cha kwanza kufanya mpango wa kuwekeza hapa na inafanyika kwenye dekania yangu. Jimbo linalofuata. Dekania ya Chalinze. Ndio. Kama alivyoongea mwenzangu Baba Paroko kwamba ardhi ni asset na tulinde hilo na tuheshimu hilo. Na mimi kama dekano sitakubali wake kitu cha kijinga. Lazima wake kitu cha maana ambacho kinaendana na hadhi ya taasisi yetu ya kanisa. Shukuru sana. Basi tumtangulize Mwenyezi Mungu afanikishe kile kilicho chema ndani mwetu, na chote kiwe kwa heshima na utukufu wa Mungu Mwenyezi na wokovu wetu sisi. Amina. Mama WAWATA, tunaomba useme neno. Wao wote wanakusikiliza wewe sasa. Si ndio baba? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa upendo wa Kristo Biblia kuwajibika.
Nafikiri kwa muda huu nisiwe na maneno mengi sana ya kusema zaidi ya kumshukuru Mungu na kumwomba Mungu hiki tulichokianzisha akifanye yeye. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Kwa majina anaitwa Noela Christopher, ni mwenyekiti wa WAWATA Parokia Bikira Maria Mama Mungu Mwopo. Kwa ujumla safari imekuwa ni nzuri sana na ninashukuru pia kwa sababu wenyeji wametupokea vizuri. Tumeonyeshwa maeneo na maeneo ni mazuri sana. Yaani nimewahi kutembea sites nyingi lakini hii naona ni best kwangu. Mbali na hayo pia tumeambiwa kuhusu namna ya ulipaji imekuwa umerahisishwa sana. Yaani ulipaji ni rahisi. Such a way kila mmoja anaweza kumiliki kiwanja. Kwa hiyo kama hujafika basi ni rai yangu ufike. DR Real Estate, they are the best. Kwa majina naitwa Juliana Mbonde, natokea Madale. Nimefurahi leo kuungana na BR katika mradi huu wa viwanja. Kwa kweli nimefurahi, wamenitembeza, wameonyesha mandhari ni mazuri, bado mradi ni mpya na bado viwanja vipo vingi, na nimependa pia huduma zao. Unaweza ukalipa awamu kwanza na awamu nyingine unalipa kidogo kidogo. Na pia nimefurahi mradi huu, kila mradi umepimwa, una beacon, na nilichopenda zaidi ukimaliza kulipa unapewa hati yako papo kwa papo. Nimependa mradi huu, hauna longorongo, ni mradi mzuri na pia bado viwanja ni vingi na bado ni vipya, yani karibuni sana jamani. Natokea Parokia Mausafi Mama Bikira Maria Bagamoyo, ni makamu mwenyekiti wa WAWATA jimbo la Bagamoyo. Mradi huu ni mzuri, tunashawishi kina mama wote. Yaani sisi ujio wetu kuja huku ni kwamba ni wawakilishi. Tutakaporudi huko tulikotoka, tunaamini wamama wote watakuja katika ile eneo. Sababu si eneo hili tumepewa, yani sisi tutawale. Wakina mama, nani kama mama? Kwa kina mama si ndo tunaenda kushawishi kwa ume zetu, na ume zetu wakaleta koo zao. Tuje huku, tujenge familia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ni hayo tu, na ujio wangu mimi huku nimejifunza mambo mengi sana. Hasa wakibosho si wanili kanisa wanaojenga hapa. Kwa nini sisi WAWATA tutajenga kanisa letu kubwa ambalo litatumika? WAWATA walijenga, kuna magroto Mama Bikira Maria, lazima tumheshimishe mama kama mama, aheshimiwe kwa kumjengea groto mahali hapo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mwenyekiti wa WAWATA jimbo Katoliki Bagamoyo. Kwa kweli kwa mradi huu ni mzuri sana. Tumefika hapa kwa ajili ya kuja kuangalia kununua kiwanja kwa ajili ya WAWATA. Tumekusudia kujenga shule. Maana sisi akina mama ni walezi na mwalimu wa kwanza ni mama. Lakini tungependa zaidi watoto wajifunze ili waweze kuyatakatifuza malimwengu. Tutakapotoka mahali hapa tutakwenda kuwashawishi akina mama wenzetu waje wanunue viwanja. Wajenge ili tuweze kupata maendeleo. Lakini pia tunatamani eneo hili liwe mahali pazuri pa hija kwa ajili ya kina mama. Lakini pia bila kuwasahau akina baba, bila kusahau familia zetu. Kwa majina anaitwa Maria Imakulata Jovin. Mimi ni mwenyekiti wa parokia teule Ubena. Nimekuja kuangalia mradi, kwa kweli nimefurahia na nimeamka. Kwa kweli nikitoka hapa nitakwenda nikawashauri wa mama, vijana,
hata wazee, hata maparokia mengine waje wachukue viwanja huku kwa ajili ya maendeleo ya watoto wetu na wajukuu zetu baadaye.